Betha Simoni hapa. Hayupo nje. Amesema mwakilishi. Semaji, hongereni mmefanikiwa kufuzu hatua ya nusu finali ya michuano ya CRDB mbele ya JKT ile 2-0. Mechi ngumu kiasi gani, lakini pia kile ambacho umekitazama kwa mchezo leo? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanikiwa kutoka hatua robo finali, tumeelekea hatua nusu finali. Ni msimu mwingine ambao kwenye mashindano haya ya kombe la shirikisho la CRDB tunafanya vizuri. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunawapongeza technical bench, tunawapongeza wachezaji wetu, tunapongeza pia wanachama na mashabiki ambao wamekuja. Ushindi huu wa leo ni ushindi wa pamoja. Kila mmoja ameweka mchango wake na tumepata matokeo mazuri. Always JKT ukicheza nao hapa Isamuyo ni timu tofauti kabisa. Ni timu ambayo iko very tough, size ya uwanja pia inawapa advantage wao. Kwa hiyo inahitaji umakini, kujitoa na kuwa kwenye focus ya 100% kupata ushindi hapa Isamuyo. Na ukitaka kudhibitisha hilo, hii ni mara ya kwanza Yanga wanashinda mechi hapa Isamuyo. Maana yake ni uwanja mgumu na JKT ni mpinzani mgumu. Kwa leo kuna kiwango cha kujitoa kwa wachezaji kimeongezeka na alhamdulillah tumepata matokeo mazuri. Pengine una cha tofauti umekiona kimebadilika kwa wachezaji leo hii kutoka kupoteza mchezo Dodoma, lakini pia wakihitaji hii mechi kwa sababu nyinyi mabingwa watetezi pia? Nimezungumza na wachezaji hapa kama 2-3 hivi. Kitu pekee ambacho wanakisisitiza na wamekiomba hata mimi nikiseme kwa wanachama na mashabiki wetu. Sasa hivi hapa tupo katika hatua za mwisho za msimu. Tumeshaingia nusu finali CRDB Cup. Bado mechi 7 kwenye kombe la NBC ligi iweze kumalizika. Vyote takavyokuwa, yani hawa ndio wachezaji wetu ambao tutaenda nao mpaka mwisho wa msimu. Kwa hiyo wanaomba sana mashabiki. Mistakes zinatokea kwenye pitch, lakini zisiwe mistakes za kuona kwamba hakuna ambacho wanafanya kwenye hii timu. Kuona kwamba hawastahili hata kuwa kwenye hii timu. Kwa hiyo ombi lao ni wanachama na mashabiki washikane nao kwanza kipindi hiki. Kila mmoja awe nyuma ya timu tupate matokeo mazuri. Hakuna mchezaji yoyote wa Yanga anayeingia kwenye pitch hapa kwa ajili ya Yanga ifungwe. Wote wanakuja, wanatoil kwenye uwanja wa mazoezi, wanatoil kila siku kuhakikisha Yanga inapata matokeo mazuri. Kwa ujumbe wao sio kwa ajili ya kufungwa na Dodoma. Unajua kwenye football simefungwa na Dodoma Jiji. Mwenyezi Mungu aepushe watu kafungwa mchezo mwingine. Lakini haimaanishi kwamba wachezaji hawa wanakuja kwa ajili ya kutaka kufunga. Kwa hiyo wamenituma tuutumie ushindi wa leo tukajitafakari tu katika hatua za mwisho za kumaliza msimu. Tuna makombe mawili ambayo tunataka tuwatetee. Tunatakiwa tu wamoja, tusimame nyuma coach chetu, tuwape nguvu waweze kutupambania tuweze kupata matokeo mazuri mwisho wa msimu inshallah. Inaongeza pressure semaji mkiwa mnapiga hesabu hizo kama bingwa mtetezi wa ligi wa CRDB mechi zilizosalia? Sisi hatuna pressure yoyote kwa sababu tupo katika ndani ya malengo tuliojiwekea. Tuko nusu finali CRDB, tunaongoza ligi kwenye NBC, kwa hiyo tupo ndani ya malengo ambayo tumejiwekea. Nilipozungumza nyakati fulani kwamba upinzani umeongezeka kwenye ligi, ilionekana kama anachekesha hivi. Lakini baada ya Yanga kufungwa, naona sasa mijadala imebadilika. Kila mtu anasema ubingwa sio mkoa wa moto na nini. Lakini pointi zikiwa 5, ligi ni dhaifu, ligi ni mbovu. Pointi zikibakia 2, Yanga ndo mbovu, wapinzani wamekuwa bora. Kwa hiyo sisi hatuna pressure yote na maneno ya nje. Focus yetu ipo kwenye pitch. Tutaendelea kufanya vizuri inshallah mpaka tutapofikia malengo ya kuchukua makombe mawili. Timu ambayo mnakwenda kukutana nayo hapo kesho kwenye hatua ya nusu finali ni mshindi kati ya Mashujaa au Azam. Singida imekuwaje bwana? Umetolewa Singida? Na Costa? Masanza kabla ya hii Masanza nilikuwa nazungumza naye asubuhi. Yaani the way ninavyozungumza naye kama ni mtu ambaye anacheza naye finali. Wameenda mpaka mkoa alikupenda tena? Bahati mbaya Hussein Masanza huu msimu ana shida. Yaani tofauti ya Masanza na Chukuchuku msimu huu ni mikoa tu. Moja iko Singida, moja iko Dar es Salaam. Si aliwahi mapema. Angechelewa ni kama Chukuchuku anaishi Singida yule. Basi tu ndio hivyo. Bana Singida pole bana kama ametoka. Sisi aje yote, aje Azam, aje Mashujaa, sisi focus yetu ni kutetea ubingwa. Sasa inawezekana timu yenye malengo ya kutaka kutetea ubingwa ikaanza kuwaza nusu finali yaingie nani. Sisi malengo ni kucheza finali na tushinde hiyo finali. Kwa hiyo Mungu atakayemjalia kwa kadari zake siku ya kesho kushinda, sisi tutamsubiri kwenye hatua nusu finali inshallah. Ulionekana kumuita Asink wewe na sio bila shaka kama mnampongeza hivi. Tulikuwa tunampongeza Frank Asink na hii ni muhimu niiseme. Nahodha wetu Bakari Nondo Mwamnyeto kutoka mechi iliyopita Dodoma Jiji kuja mechi hii amepokea
critics nyingi kweli kweli kwenye namba yake ya simu, kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo psychological hakuwa sawa. Yaani Bakari leo tumemkosa sio kwa sababu ya najulishwa pale muda umeisha kwa twende haraka. Sio kwa sababu ya majeraha, ni kwa sababu hakuwa sawa kichwani. Ndio maana tunasema kila siku kwenye mpira mtu atakuwa awe sawa kichwani, awe sawa kwenye fitness, mwili wake na kila kitu. Psychologically Bakari hakuwa sawa. Kwa hiyo aliomba kwenye technical bench leo apumzike. Sasa ndio maana tukatoa ujumbe kwamba mashabiki wanaumia, yes, lakini players pia wanaumia wanapoteza mchezo.